Bidii itakufanikisha, lakini utoaji utakuingiza kwenye agano. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako. Kama hivi leo unaona sasa anakupa nguvu za utajiri, lengo ni alifanye imara agano. Kwa Mungu, he is after covenant, not after success. Mafanikio mbona yapo yanaweza kuondoka muda wote, but the covenant, you cannot move the covenant. Hawezi kusogeza agano. Mafanikio yanaweza kupigwa na adui na akaondoka, lakini agano tunazungumzia Mungu kufanya mapatano na mtu. Kwa hiyo adui akiingia kutaka kuharibu kile kitu, Mungu anamwambia, don't you know kwamba nimeingia kwenye agano na huyu mtu. Nimewapa mara kadhaa story ya William Colgate, ambaye ndo mwanzilishi na mvumbuzi wa dawa ya meno inaitwa Colgate. Nimewapa hiyo story. Ni mtu ambaye wakati anaanza kiwanda chake cha dawa ya meno, zamani walikuwa ni sabuni ya meno, anataka kuanza akiwa anafanya kazi kwenye kiwanda cha sabuni hii ya wanadamu ya kuoga mwili. Akapata idea, hivi siwezi kufanya sabuni ambayo itasafisha meno. Ndo akapata hiyo idea, aanze kuifanyia kazi. Akaanza kuimplement kidogo kidogo. Rafiki yake mmoja akaja akamfuata akamwambia hivi, unajua mimi waga niko hivi, nikisikia habari za mtu nitaenda kumsoma hata masaa 3 mpaka nielewe kila kitu. Rafiki yake mmoja akamwambia hivi unajua kwa sisi wa Kristo kuna kitu kinaitwa sadaka ya zaka. Akamwambia ipi hiyo? Fungua Biblia. Akamfungulia akamwambia soma. Ndo hii hapa. Akasoma kwenye kitabu cha Malakai. Okay. Kwa hiyo nikitoa sadaka ya zaka, Mungu atafungua madirisha mbinguni. Na kumwaga baraka mpaka isiwepo nafasi ya kutosha. Kumbe akaanza kupractice. Ndo aanze kutoa 10%. Alipotoa 10% akaona matokeo makubwa sana. Akamfuata rafiki yake akamwambia hamna, hii 10 ni ndogo sana. Mimi nakula 90 zote. Akaanza kutoa 20. Anajikuza. Akafika level akaanza kutoa 30. Akafika level akaanza kutoa 40. Akaanza kutoa 50. Akaanza kutoa 60. Akaanza kutoa 70. Akafika 80. Baadaye akasema sasa mimi nafanya vice versa. Mungu atachukua 90, mimi nitachukua 10. Badala ya Mungu kuchukua 10%, akageuza hiyo kitu. Sasa mnisikilize kwa makini. Hiki ndicho alichokisema William Colgate kabla ya kwenda mbinguni. Alisema hii sentensi ngumu sana kuielewa, kwamba hakuna fedha alitamani kuipata dunia hii kwa kiwango chake na ukubwa wake ambayo hakuipata. Haya, mniambie sasa, Colgate ni pendekezo la madaktari duniani. Yaani madaktari wanapendekeza utumie Colgate. Unafikiri nini kinawafanya? Unafikiri hakuna vigodokta? Hakuna white dent? Hakuna dawa zenu za hapa Tanzania? Mbona ziko nyingi sana? Hakuna dawa za Wahindi?